Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi watu wangu wote wa Mombasa, ndugu zangu wa Mombasa, kwa sababu sisi sote ni ndugu moja. And that's why utasikia tuaitwa wanadamu, meaning wana wa Adam. Nitawaelimisha masuala ya siasa, cause as it is, politics is very important in our lives. It influences our daily and future lives. That is a fact. Kwa sababu politics influences our economy. It influences our education. It influences our healthcare system. It influences our infrastructure. It influences our social services, social justice, just to mention but a few. Now, Mimi, I will not dress any lie. It shall be naked truth all the way. I'll hit the nail right on the head. And the topics that I will dwell on by and large will be about Mombasa. Kwa sababu hapa ndo kuna pesa zetu nyingi. Uongozi wa Mombasa sio mambo na kujifutua ama kujifurusha kifua, mtu na watu wajifurusha kifua wakitembea, manifahamu, ama mambo na PR nyingi. Mone trying to take credit for other people's work, for other philanthropists' work. Uongozi wa Mombasa ni kutuwekea mabalbu na maglopu ya taa. We appreciate that our streets are lit, mone, but that's not the whole of governance. Pia uongozi wa Mombasa sio eti kwamba right now you are the governor or wherever you are, you find the Kenyan currency to be so bulky in your wallet. Hata kama kwa wallet yako wewe umepanga tu $100 bills. What has it that wewe utembea hata barabarani, hata kununua tomato na vitu vingine, wapa wale vendors, wale hawkers $100 bills ukinunua, mpaka wale jamaa, since they know that I'm a banker and I've dealt with so many currencies, napata simu, oh bro vipi mambo salama, napewa hii nini, naambia nini, pesa gani au sijui nini, we don't know whether it's authentic or not. Nini, hebu nitumie picha kwa WhatsApp. Kitu picha kwa WhatsApp is $100 bill, $100 note. Naambia hii pesa, wajua sasa siwezi jua if it's genuine or not mpaka uje uishike. Umeona? Lakini kama pesa ngapi? Naambia hii kulingana leo maybe 129 au 130, that would be approximately 12,900 ama 13,000 shillings. Uongozi wa Mombasa sio mambo na kuchukua hongo before approving any structural development plans. You eventually risk the lives of your citizens. Mona, we've seen several buildings, several structures collapsing by themselves. This is all because of poor workmanship. Na yote hii ni kwa sababu ya greed na corruption. By the way, I'll be very candid with you guys. Umeelewa? Kuna watu hata hivi majuzi, I think last year Baton, I don't have the nitty-gritties, but I have a whole dossier. Hii vitu mimi nazungumza, I'm not talking out of the blues. Mimi naambia kitu ambacho ni kweli. Waarabu wamekuja, they want to upgrade ile Coast General Hospital. By them upgrading the hospital, there will be better healthcare systems. There will be better facilities, medical facilities. There will be better medical equipment. Expansion of the hospital, meaning there will be job creations. Kutakuwa na madaktari watahitajika. There will be medical engineers. Ni hao watu ambao wana design wenye ku come up with technologies. Ni hao watu ambao wana design wenye ku come up with technologies. Hizi za tuseme ma X-ray, MRI machines, ma CT scans and the likes. Unaelewa? Sasa wewe mtu waje ataka kuwekeza, no, it was philanthropic, not kuwekeza, ataka kuja kusaidia watu wako. Wewe kwa vile wapenda pia, hata ungechukulia hii ukaja ukasema kwamba wewe ndio umewaleta wale Waarabu huku nchini, lakini cha kusikitisha ni kwamba wewe pia wauliza na changu ni ngapi. So uncouth. Umeelewa? Yani watu wako waje kuletewa maendeleo, umefahamu, kitu ambacho kitasaidia, na bado wewe wauliza mimi nitapata nini? Yani pia unazopata pia hutosheki. Tena yataka tuelewe na tufahamu kwamba uongozi wa Mombasa sio mambo na stories za ukabila. Eti mimi sijui hawataki nisimame kwa sababu mimi ninazaliwa Mandera, sijui mimi natoka Borana, sijui wherever it is, wherever places that you mention haphazardly in your irrelevant speeches. Umeona? Wewe you should desist from this sanctimonious, acrimonious bullshit. Umeona? Kenya is a sovereign nation. We all know that it's governed by the rule of the law. I mean, it's enshrined in the constitution. Anyone can vie. Hata kama mtu atoka Loitoktok, atoka Turkana, atoka Pokot, so long as he or she meets the relevant requirements, anaweza simama.
Ushaelewa? So wewe uanze kudwell on eti sijui ukabila sijui sijui hataki sijui Mjaluo sijui nini. Acha hizo siasa zako bana. Umenielewa? Now kwa nini nikasema Mombasa? Kwa sababu in a 5-year tenure pesa ambayo Mombasa inapokea is 85 billion shillings. That is 17 times 5. 17 billion shillings times 5 years. Times 5 years. Maybe if I try to break it down, a billion shillings is equal to 1,000 million shillings. Simshaona ile a million shillings ile ina ile kibunda cha milioni kiko kama saizi. So 1,000 of those is a billion. Now you can imagine 85 billion shillings. Let me contextualize this. Let me put it into perspective. Leo tukisema tutachukua 5 billion shillings, yani zile 1,000 notes, tuweza tukazipanga from ferry pale, kutoka ferry tukazipanga kuanzia ferry mpaka Nairobi. When you enter Nairobi city kuna ile imeandikwa sijui welcome to 047 blah blah Nairobi, mpaka pale to and fro 5 billion shillings. Sasa take 85 billion shillings divide by 5, that is 17. So tuweza tukapanga zile 1,000 kuanzia ferry mpaka Nairobi na kurudi mara 17. That is a colossal amount of money. Sio mnanielewa ninavyosema? Yet we don't see it. Leo mtu wa kawaida akipata milioni 1, milioni 2, unamwona amebadilika. Kama mavazi yake, kama ni tamba yake, kama ni aitwaje saa, kama ni nini, utaona mtu amebadilika. Yet leo 85 billion shillings na hatuzioni. Tuona tu glopu za taa aitwaje barabarani. Haya mafunzo mimi nawapa ndugu zangu ni mafunzo ya bure. Mimi leo naweza nikasema niende chuo kikuu, I can as well teach, naweza nikafundisha wanafunzi wa masters degree, ile shahada ya uzamii. Is it uzamii ama uzamifu? Okay, nini imetoka? I think it's uzamili. Then degree students ni shahada. Naweza nikienda kule nikisema mimi leo natafuta kazi ndio kuwafundisha wanafunzi, nitalipa per hour. I think it's around 3,000 or something, 2,000 kitu kama hiyo. Lakini leo mimi nataka niwasomeshe watu Mombasa bure. Wazungu wanakuambia a candle loses no light upon lighting another candle. In fact, to be precise, the light that emanates from the sources, the light that is emitted is of greater intensity, is of greater illumination. So in the end itakuwa the society has been enlightened. Menifahamu? Hivi tukiendelea kusomesha sisi wananchi, wewe utakayeona hii video, for example if at all you have a smartphones, wewe kaa na watu wengine ambao wako chini kule, ambao for example Mwenyezi Mungu hawajapa uwezo wao kuwa na smartphones, kaa nao wasikilizishe hii video. We'll even try and convert this video into MP3, MP4 so that we send the audio system all over. Menifahamu? So that watu wapate nini? Watu wapate kuelewa. Mombasa people, as I finish, as I wind up, please raise the bar. Raise the bar. Let's shun away from mediocrity. Let's stop voting mediocres. Kwa hayo mengi na machache, na watakia la kheri. Mwenyezi Mungu awabariki, awajalie kila gumu liwe lepesi. Wale ambazo wameteta, Mwenyezi Mungu awapatanishe. Wale ambao riziki zao zimekuwa ngumu, Mwenyezi Mungu awafanyie nyepesi. Wale ambao wazazi wao wako mbele ya haki, Mwenyezi Mungu awajalie Jannatul Firdaus, awajalie pepo. Wale ambao wamekosana, Mwenyezi Mungu awajalie wapatanishe. Yani Mwenyezi Mungu atujalie mambo mazuri, na safari hii inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Mombasa lazima itabadilika. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Mombasa itabadilika. We will take over this county na watu ambao ni wakisawasawa, watu ambao wanajifahamu. It's not a matter of PR. Sio watu ambao wameenda wamechonga madegree. Muona watu ambao hata sijui. Mimi leo ukiniuliza for example unasoma shule gani primary, nitakwambia ninasoma Ganjoni primary. Nao watu wanasoma Ganjoni primary, nitakwambia tunasoma naye yule kwa Ganjoni primary. High school nitakwambia ninasoma Moi High School Kabarak Nakuru. Watu wengi watakwambia kweli huyu tulikuwa tuko naye Moi High School Kabarak Nakuru. Degree umefanya finance and banking, unasoma wapi? Nitakwambia ninasoma Moi University Eldoret main campus. Watajitokeza watasema kweli tulikuwa naye klasi moja. Masters umefanya wapi? Nimefanya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Watakwambia tu kwamba huyu tulikuwa tuko naye klasi moja. Lakini wewe kile kitu ambacho unajua ni kwamba tu unsomalena tu peke yake.
kwingine hujasoma, alafu leo wewe eti waongoza Mombasa. Mombasa iko na watu waliosoma, madaktari, daktari in different disciplines, daktari wa visomo, daktari wa matibabu, tuko na mawakili, tuko na mawakili madaktari, PhD in law, tuko na watu ambao wanajielewa, tuko na so many tuko na maengineer na nini, wewe mwenyewe humo mtupu. Tamani